Mimi naitwa Dr. Elisha Osati, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na nimekuwa pia mtaalamu wa afya kwenye level ya utafiti, nikiwa nafanya na PhD kwenye maeneo mbalimbali ya afya, ikiwa zaidi kwenye magonjwa ya milipuko, lakini nimekuwa pia rais wa mstaafu wa Chama cha Madaktari Tanzania. Ukizungumzia swala la WHO, yani ni majukumu gani ambayo WHO imekuwa ikifanya, au msanii Marekani imekuwa majukumu ya Marekani ndani ya WHO. Ukizungumza WHO manake members wa WHO, mmoja wapo member mkubwa sana ni Marekani, ambaye alikuwa ni namba 1 kutoa contribution zake au kuchangia katika funds ambazo zinaingia WHO. Lakini sio kwenye funds tu, inakuwa pia kuchangia pia wafanyakazi, ikiwa anachangia pia na utaalamu ndani ya WHO. Kwa ukiangalia hivyo manake, kwa mfano mwaka wa fedha 2024-2025 Marekani ilichangia karibu dola milioni 986, ikiwa ndo mchangiaji namba 1, ikifuatiwa na Bill and Melinda Gates ambao walikuwa wanachangia karibu dola milioni 680. Sasa hao wote ni wa Marekani, lakini kuna wengine pia ambao hapo katikati wa Ujerumani, lakini pia kuna Rotary Club ambao pia wanachangia, pia kuna Japan na nchi zingine. Lakini ukiangalia kwa Marekani pia wakichangia karibu 18% ya fund zote za WHO. Kwa hiyo hiyo inakuonyesha kwamba ilikuwa ni mwanachama muhimu sana wa WHO. Sasa majukumu ya WHO ukiangalia katika nchi zetu au katika nchi wanachama, moja ni kutengeneza miongozo mbalimbali, yani kuweza kuharmonize miongozo ambayo ipo katika dunia yetu. Kwa wao wamekuwa kiplay role kwa ajili ya kutengeneza miongozo mbalimbali na kuisambaza katika nchi tofauti tofauti. Hilo ni jambo kubwa sana, ambapo pia utaalamu unatumika, fedha inatumika. Lakini pili, WHO imetumika ikifanya ufuatiliaji wa magonjwa mbalimbali, tunasema surveillance, kwa kifuatilia ufuatiliaji wa magonjwa mengi ambayo tunayaona, magonjwa ya milipuko. Tunakumbuka tulikuwa na ugonjwa wa Ebola, tulikuwa na ugonjwa wa COVID, tumekuwa na Marburg imetokea Kagera, kuna magonjwa kama Mpox, na sasa hivi tumesikia kuna mlipuko mwingine kwa India, Nipah. WHO imekuwa ikifanya kazi kubwa sana kufuatilia, kuchangia katika ufuatiliaji wa haya magonjwa, lakini pia kuyadhibiti. Kwa hiyo ni mchango mkubwa sana wa WHO. Lakini usisahau kwamba WHO imekuwa ni msingi mkubwa sana wa chanjo mbalimbali ambazo tunapata kwa watoto, akina mama, hata watu wengine. Chanjo hizi zinatoka katika shirika la WHO inaitwa Gavi, ambayo kazi yake kubwa ilikuwa ni kufuatilia chanjo mbalimbali na kuhakikisha kwamba zinapatikana kwa wakati na kwa ubora ulio sahihi. Kwa hiyo role ya WHO ni kubwa sana katika kuzuia magonjwa mbalimbali, lakini pia kuweza kutoa miongozo mbalimbali ya matibabu, lakini pia ya kuzuia magonjwa tofauti tofauti. Kwa hiyo Marekani kujitoa, maana yake kuna gap imebaki. Kuna gap ambayo inabaki kwa ajili ya kufili, kwa sababu kwa makadirio tunasema 14% mpaka 20% ni michango yake ya kifedha, lakini pia na michango ya wataalamu, kwa sababu umesema hatoi fedha, yani sio kwamba anajitoa kuchangia fedha, hata na wafanyakazi waliokuwa wanafanya wa Marekani walikuwa wanafanya kazi WHO wote wanaondoka. Na mchangaji wa pili alikuwa ni Bill and Melinda Gates. Sasa na wao pia ni Marekani, kwa sasa hatujui kama na hii sera nao itawakumba hapo, hatujajua. Lakini ukiangalia mchango mkuu wa Marekani maana ni mkubwa kiasi hicho, na athari ya wao kujitoa ni kubwa kiasi hicho. Kwa hiyo Marekani ni mchangiaji mkubwa, na lazima kuangalia namna gani sasa tunaendaje mbele. Athari kama hatua zisipochukuliwa, athari zinaweza kaonekana sana, kwa sababu kwanza nimekuambia wanachangia chanjo, walikuwa wanachangia kwenye sehemu kubwa sana kupata chanjo, na unajua magonjwa mengi ambayo yanazuilika kwa chanjo. Magonjwa kama TB tunapata chanjo aina ya BCG ambayo imesaidia sana kupunguza TB kwenye maeneo yetu. Magonjwa kama ya polio, magonjwa kama kifaduro, dondako, zote hizo zimekuwa tetanus kwa mfano, zimekuwa zikizuiliwa na chanjo.
rubela zile zote. Kwa hiyo maana yake bila kuwa na hizi chanjo, maana yake magonjwa yanaweza karudi akashambulia tena watu na akapata madhara makubwa duniani. Lakini pili, ufuatiliaji wa magonjwa. Kama magonjwa ambayo ya milipuko, lakini na magonjwa ambayo yana emerging diseases kama tulivyoona kwenye COVID au Mpox, au sasa tunazungumzia ugonjwa wa Nipah ambao umetokea kwa India virus. Kwa hiyo manake kama hii gap dunia haijachukua hatua nzuri, manake tutashinda kufanya surveillance ya magonjwa, kuweza kufuatilia magonjwa mbalimbali na pia prevention. Lakini ukiacha hiyo, pia matibabu, kwa sababu miongozo ya WHO ndio msingi inatoa msingi wa matibabu kwa duniani kote. Kila nchi inakuwa na miongozo yake ya matibabu, lakini hii lazima iweze kubenchmark kwenye ile ya WHO kwa sababu ya utaalamu waliokuwa nao. Kwa hiyo manake hata hii miongozo kuiuisha na kuifanya iwe sawa inaweza kawa ni tatizo kubwa tusipokuwa makini. Kwa hiyo manake watakaoathirika ni wananchi ambao hawatapata huduma ambayo imekuwa updated, lakini pia hawatapata chanjo, labda hawapata dawa. Lakini usisahau tafiti, kwamba WHO imekuwa ikisimamia tafiti nyingi sana. Kwa mfano hizi clinical trials ambazo zinaangalia utendaji wa dawa au na vifaa mbalimbali, ili kuweza kudhibitisha zinafanya kazi, lazima ufanye clinical trials. So WHO imekuwa ikifanya sana, ikisimamia hiyo, na hata hapa Afrika kupitia Wizara ya Afya yetu, kupitia NIMRI, kupitia AVAREF, yani chombo cha Afrika ambacho kinapatia clinical trials kwa mfano, zote ni vyombo vya WHO ambao wamekuwa wakichangia kwa kiasi kubwa sana. Kwa hiyo hata tafiti zinaweza zikapata matatizo. Kujitoa inaweza kawa na athari ya moja kwa moja au kwa njia nyingine, lakini moja kwa moja ni hiyo, kwa sababu ili uweze kufanya tafiti ya hizi clinical trial, WHO lazima waidhinishe. WHO lazima waidhinishe kupitia kamati zake za kuidhinisha aina mbalimbali za tafiti. Kwa hiyo manake tunajua watu kwenye akademia, kwenye akademia na kwenye utafiti, taasisi zote hizi lazima zipate hiyo miongozo ili kuweza kufanya tafiti zao, na hata kama ukishafanya matokeo yake lazima yathibitishwe na WHO ili kufanya kazi. Kwa hiyo kwenye akademia pia inaweza ikaathirika kwa kiasi kubwa sana kama hatua sahihi haijachukuliwa. Hii ni wake up call, yani ni wake up call kwa WHO yenyewe na Umoja wa Mataifa, lakini pia na nchi moja, kwamba lazima tujifunze kuweza kutengeneza kujitegemea kwa mambo yetu mbalimbali ambayo tunayafanya. Kwa hiyo ni lazima kujifunza. Kwanza lazima tuangalie budget. Kwa mfano nchi kama Tanzania kwa mfano, lazima tuangalie budget yetu ya afya. Je, budget yetu ya afya inatosha kuweza kupambana na matatizo yetu ya kiafya hapa ndani? Kwa maana lazima tuongeze fedha kwenye angalau kupata ile Abuja Declaration ambayo inahitaji angalau 15% ya budget ya nchi iende kwenye afya. Inaweza kusaidia sasa haya mambo mbalimbali, kufanya ufuatiliaji wa magonjwa mbalimbali, lakini pia na prevention. Kwa hiyo lazima tuweze kujisaidia, lakini pili, lazima tuwe na matumizi sahihi au matumizi mazuri ya fedha ambazo zimeelekezwa katika eneo hili la afya. Lakini jambo la tatu ni kuangalia nchi sasa kuja pamoja. Kwa mfano Jumuiya ya Afrika Mashariki au upande wa SADC, najua kulikuwa na initiative kuhakikisha kwamba nchi zetu zinaweza kuzalisha dawa au chanjo. Inaweza nchi moja isiweze, lakini mkachukua nchi Tanzania labda mtazalisha chanjo hiki, Kenya watazalisha dawa hii, Uganda wataangalia dawa nyingine, angalau kupitia Umoja wa Afrika. Chini yake najua kuna taasisi ambayo inashughulikia uzalishaji wa dawa, lakini pamoja na chanjo ndani ya Afrika. Kwa hiyo inatupa opportunity ya kujiangalia, lakini kuweza kuona, lakini wakati mwingine pia inatusaidia tuangalie pia upande mwingine, yani tusiangalie upande wa Marekani tu. Unajua kwa mfano mwaka huu wa fedha 2025-2026 Marekani hawajachangia kabisa, na walikuwa na madeni ambayo kwa ndani ya WHO hawajalipa. Lakini tumeona China imejitokeza mwaka jana kwa mfano, walichangia karibu dola milioni 500 kwenye WHO kuweza kupunguza ile gap
ambayo ipo kwenye ambayo Marekani wanaiacha. Kwa hiyo kuweza kuangalia mashirika mengine ya upande mwingine wa dunia, upande wa Asia, kama pia tunaweza kushirikiana nao kuendeleza. Mjue China hajawa mwanachama wa WHO kwa muda, kwa hiyo kuweza kuikaribisha pia kwa sehemu hiyo, lakini ukumbuke misaada yote inakuja na masharti yake. Hata China pia watakuja labda masharti yao. Kwa hiyo kuna vitu vya kujifunza, kwa sababu sasa na Marekani naye anaendelea kujiimarisha. Marekani, Rais Trump yeye ana polisi yake ya make America great again, MAGA inaitwa. Sasa katika hii yeye ameleta kitu chake, usione kwamba amejitoa tu. Kwa hiyo amekuja na bilateral government agreement. Bilateral government agreement maana yake Marekani anakupa fedha, lakini anataka vitu vyote uchukue kwake. Kwa hiyo anakupa fedha, alafu tena kununua dawa kwenye viwanda vyake. Umeona? Lakini pia kwa maana yake anaongeza biashara na ajira nani kwenye nchi yako. Kwa sababu sisi tuna soko ya magonjwa haya. Kwa hiyo wao wanazitengeneza, lakini anakupa hela ukanunue kwake. Lakini masharti mengine kwamba lazima umpe sample, umpe zile sample za wagonjwa na data za wagonjwa, ambayo pia itamsaidia bado katika kufanya utafiti na innovation mbalimbali. Kwa hiyo amekuja na hicho kitu ambacho nadhani pia ndio sababu anataka kujitoa WHO, kwa sababu ambayo Marekani wanasema ni kwamba WHO haikushughulikia vizuri swala la COVID, na ilikuwa imeegemea sana upande wa China, bila haikuwakosoa China, wakati Marekani ndio ilikuwa inachangia kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo wakasema wao hawakuitendea Marekani haki kwa kuonyeshia mkono China kwamba wamefanya makosa makubwa. Kwa hiyo ndio sababu ambao wanaisema, lakini behind it nadhani kwa sababu hiyo bilateral government agreement ambayo Donald Trump amekuja nayo kama mbadala wa USAID ambayo ameondoa, lakini anataka sasa pia kujiondoa WHO kuhakikisha kwamba inamairisha hii bilateral government agreement, ambayo hii sasa anataka kuingia na agreement na serikali zote za dunia ili kuhakikisha kwamba anakuwa na hiyo power. Kwa hiyo nadhani ni muda mwafaka sisi kujiangalia, kuweza kujengea uwezo wa ndani. Naona sasa hivi waziri wa afya amekuja na sera ya kutengeneza dawa nchini. Ni jambo zuri, lakini lazima tuhakikishe kwamba tunasimama imara, kwa sababu wakati mwingine unaweza usihimili vishindo vya viwanda kutoka nje. Unaweza kuleta dawa labda kwa bei nafuu sana, lakini nadhani direction nzuri kama wataweza kumaintain na kuhakikisha kweli tunafika kwenye Tanzania viwanda kutengeneza dawa, itakuwa ni jambo zuri sana. Kwa hiyo itatusaidia kuweza kutengeneza uwezo wetu wenyewe. Ni muda ku reflect, kama nilivyosema mwanzo, kuna nani mbalimbali ambazo zinakuja. Yaani kwa mfano tuna WHO haipo, USAID haipo, si ndio? Na ukumbuke tulikuwa kwa mfano USAID ilikuwa inatusaidia kupata fedha, tulikuwa na clinic za HIV peke yake, clinic za TB peke yake. Kwa hiyo kama ikiwezekana kupunguza gharama, tunaweza tukaua hizi clinic tukaziweka kwenye clinic za kawaida. Mgonjwa akija kuniona naweza kumtibu HIV, TB, naweza kumtibu kisukari, pressure kwa pamoja. Kwa hiyo kuweza zile vertical programs sasa zika integrated kama fedha ilipatikana. Lakini pili ni kwamba tunayo sasa bima ya afya kwa wote ambayo imekuja, ambayo sasa magonjwa haya ambayo yalikuwa yako nje yalikuwa yanatolewa dawa bure na nini, ni muda ambao tunaweza tukayaingiza kwenye bima ya afya kwa wote ili kuweza watu waweze kuzipata, kwa sababu tunaamini kwamba bima ya afya kwa wote inapokuja, tunaamini watu wengi watachangia. Sasa cha msingi ni kwamba fedha zinapoingia kwenye mfuko tuweze kuzilinda, maana tabia yetu pia ni kuzidokoa hizo fedha, inaleta changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba fedha zikiingia kwenye bima ya afya kwa wote tunazilinda, ikiwezekana zitungiwe sheria kabisa kama ya mshahara kuweza kulinda. Naamini fedha zikaa pale kwa malengo haya yatakusaidia kuweza kupambana na haya magonjwa, kufanya ufuatiliaji wa magonjwa mbalimbali, yani surveillance, kufanya prevention, kununua chanjo, kununua dawa, kutoa elimu ya afya kwa jamii. Kwa hiyo nadhani ni sisi wenyewe sasa kujenga hiyo discipline, kwa sababu kwenye issue of financial health financing nadhani bima ya afya kwa wote tumeamini kwamba itatusaidia. Kwa hiyo tukusanye fedha, tuhakikishe kwamba zinafanya kazi vizuri, itatusaidia na kutujengea uwezo. Lakini pia fedha ambazo zinatengwa na serikali kwa ajili ya
kwa ajili ya afya, ni muhimu hizo fedha zikafanya kazi zile ambazo zinatakiwa zifanye, bila fedha nyingi kuweza kutoka kuweza kwenda kwenye maeneo ambayo probably hayakuwa salama sana. Lakini pia ni muda kuweza kuangalia collaborators wengine wa ndani, lakini pia wa nje. Inawezekana kujifanya mapping ya mashirika au washiriki wa ndani au makampuni ya ndani kuweza kuchangia pia katika kuendeleza afya kama wanavyofanya wengine. Kwa mfano mashirika kama Bill and Melinda Gates au kwa mfano Rotary Club, ni kwamba ni donation tu kutoka kwa watu ambao wana nia njema, wafanya biashara. Kwa hapa ndani pia unaweza kufanya hivyo kwa ajili ya kuendeleza hii mifuko ambayo tumeanzisha, lakini kuhakikisha kwamba watu tunapata huduma ya kutosha, kwa sababu hao wenzetu wataondoka tu, lakini pia hata kama watarudi, hata kama wakija, maana wanakuja na masharti ambayo pia mengi hatuwezi ambayo yanatuumiza kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo thank you.